mtazamaji wa podcast yetu hii ya Kitama Update. Tunaendelea na hii exclusive interview katika podcast yetu ya Kitama Update. Mheshimiwa Ngwata, ushawahi kuwa best student Chuo Kikuu Mzumbe mwaka 2021, lakini rekodi zangu pia zinaniambia ulikuwa best student mwaka 2024. Hapo wewe ni kiongozi. Unaweza kuniambia mwelekeo wako ni upi 2026 mwaka ambao unaenda kugraduate masomo yako ya undergraduate? Umenikumbusha bali. Hongera kwanza. Asante sana. Ndio. Ni kweli 2021 kama unavyosema, lakini pia 2024, lakini pia nilikuwa kiongozi pia katika bodi ya usuluhishi. Ndio. 24-25. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwanza kabla ya yote, kwa sababu nafikiri ndiye mweza wa yote. Sikupata maradhi kipindi nasoma, sikukosa ada, sikupitia changamoto ambayo ingenifanya mimi nishindwe kufanya vizuri. Kwa hiyo namshukuru Mungu alinipa pia moyo wa consistency, wa kujituma. Kwa hiyo nafikiri ni kitu kizuri. Lakini mheshimiwa wangu, hata katika interview yetu mwanzo kabisa tulisema wewe ni mjumbe wa TAHLISO. Naam. Unaweza ukatuambia hiyo TAHLISO tangu uanze kuwa mjumbe ni maslahi gani ambao wamepata wanafunzi unaoongoza wa Chuo Kikuu Mzumbe? Nini wamenufaika nacho na hiyo TAHLISO? Ndio, kama nilivyosema, nimewahi kuwa kiongozi nyuma, lakini sikuwahi kuwa mjumbe wa TAHLISO. Ndio. Kwa hiyo mjumbe wa TAHLISO ni speaker wa bunge, na ndio position ambayo ninayo kwa sasa. Ndio. Na tangu niwe speaker nimekuwa na bahati kwamba wakati naingia tu kuwa speaker, TAHLISO ikiongozwa na rais wake Geoffrey Kiriba, ndio, ameanzisha kamisheni ya ajira na mafunzo ya kujitolea. Ndio. Kamisheni hiyo ni mpya, na katika kamisheni hiyo nimesaidia wanafunzi 10 kutoka Chuo Kikuu Mzumbe kuweza kupata nafasi za intern katika taasisi mbalimbali, ikiwepo bandari, ikiwepo uhamiaji, ikiwepo Zanzibar kule kuna taasisi ya bodi ya mikopo na wengine mbalimbali ambao wamepata nafasi ya mafunzo kujitolea baada ya kuwa wamegraduate elimu zao. Lakini pia kupitia TAHLISO nimeweza kumsaidia kuwa daraja kwa mwanafunzi mmoja kutoka Chuo Kikuu Mzumbe kutoka katika kozi ya POM, Production Operation Management, kwa kupata kazi kupitia tangazo ambalo nimelipata katika taasisi ya elimu za juu. Lakini pia kupitia TAHLISO tumepata kutatua changamoto nyingi sana za wanafunzi wenzetu za mikopo kuchelewa kwa sababu ya ambazo zinakuwa ziko nje ya Chuo Kikuu Mzumbe. Kwa hiyo nafikiri taasisi ya TAHLISO imekuwa na mchango chanya sana kwa wanafunzi wetu, lakini ili mtu aweze kuona mchango chanya ni lazima aiandae kwanza akili kuelewa, lakini pia awe karibu. Lakini watu wengi wamekuwa wanaamini kuwa ili kitu kiwe na mchango ni lazima huo mchango umguse yeye direct. Kitu hicho sio kweli. Yaweza kuwa TAHLISO au taasisi fulani au kitu chochote kile hakija kusaidia wewe, lakini kimemsaidia jirani yako, ndio basi kitu hicho kina mchango. Okay, asante sana. Na una ushauri gani tukielekea kumaliza interview yetu hii? Unaweza kuna watu wanasema mimi uongozi sio vitu vyangu. Uongozi sio vitu vyangu kabisa. Lakini pia kuna watu watamani waingie kwenye uongozi. Huko nyinyi sio vitu vyangu, wengi watamani. Naomba piga jiwe moja kwa ndege wawili. Unamshauri nini mwanafunzi anayesema uongozi sio vitu vyangu? Na nini utamshauri yule ambaye anatamani awe kiongozi? Mtu anasema, nianze na mtu ambaye anasema uongozi sio vitu vyake. Ninaweza nikamuunga mkono au nisimuunge mkono. Yaweza kuwa kwanza uongozi nilivyotangulia kusema awali kwamba ni karma ambayo Mwenyezi Mungu anaiweka ndani ya mtu. Kwa hiyo yaweza kuwa hiyo karma ya kuwa kiongozi Mungu hajamjalia ndani yake. Lakini pia yaweza kuwa hiyo karma anayo, ila kwa sababu ya kufanya reference kwa either leader ambao wanamuongoza au ambao waliwahi kupita au kusikia, wanamfanya yeye aone uongozi sio vitu vyake. Lakini ajue kwamba badiliko lolote linahitaji mtu kama yeye ambaye anahisi fulani anakosea, basi yeye aitafute nafasi hiyo kwa ajili ya kesho kwenda kufanya hicho kitu kiwe bora zaidi. Lakini pia mimi binafsi ninaweza nikasema hapo nyuma nimewahi kuwa na maspika wengi sana, lakini
naweza nikakiri na kusema kuwa kutokana na comment na mawazo ambayo nayapata kutoka kwa watu, position hii ya speaker ilikuwa inaonekana ni position ya kawaida, yani mtu anachukua tu kawaida, mara nyingi ni president, waziri mkuu, makamu na watu wengineo. Lakini safari hii nimekifanya kitu hicho kuwa chenye thamani, na vijana wengi wanaona kama speaker, speaker ni cheo kizuri kwa sababu ya vile ambavyo nakiishi, vile ambavyo nakitumikia. Kwa hiyo nafikiri uongozi ni kitu kizuri. Okay, asante sana. Lakini kwa kumalizia swali langu la mwisho, vijana wanawezaje kuleta mabadiliko nje ya uongozi? Ukiwa kama kiongozi, tunaamini 90% wanafunzi wengi wa vyuo na vyuo vikuu ni vijana. Wao wanaweza kuleta mabadiliko gani katika vyuo vyetu bila hata kuwa viongozi? Safi, ni swali zuri. Kijana ili aweze kuleta mabadiliko ni lazima awe na akili chanya, mawazo positive. Na sisi viongozi tunaamini kuwa tunaowaongoza wapo wenye akili kubwa na uwezo mkubwa sana kutuzidi sisi, ila sisi tuko hapa juu kwa sababu ya wao pia. Lakini pia sisi ili uongozi wetu kutekeleza, tunatumia akili zao na uwezo wao na ushauri wao unaotupa ili kuweza kuwapeleka wao katika direction ambayo wao ndio waliochagua watamani kuwa. Ndio. Kwa hiyo mimi naamini kijana mwenye mawazo chanya, mwenye mtazamo mzuri, mwenye kufocus na future na mabadiliko, basi anaweza kufanya hayo mambo hata kama sio kiongozi. Ninaweza tolea mfano, kuna watu ambao sio viongozi lakini ukimtazama unasema huyu ni kiongozi, kwa sababu kutatua changamoto za mtu sio mpaka wewe kiongozi. Ndio. Kuleta mabadiliko sehemu sio mpaka wewe kiongozi. Ndio. Kwa hiyo mimi nafikiri maana nje ya box wapo viongozi bora ambao hawajaingia kwenye mfumo wa uongozi. Wengi sana. Asante sana Mheshimiwa Tom Pongwata, Spika wa Bunge Serikali ya Chuo Kikuu Mzumbe, lakini pia mjumbe wa TAHLISO. Ndugu mtazamaji, hii ni Kitama Update Podcast na mimi ni Hudhaifa Bashiru. Tulikuwa na mgeni wetu huyu Zungu Jr ambaye ni Spika wa Bunge Chuo Kikuu Mzumbe na mjumbe wa TAHLISO. Tumejifunza mambo mbalimbali, ametupitisha katika safari yake ya uongozi, hatua aliyoanza nayo hadi alipofikia. Bila kupepesa macho, na kwamba ndugu mtazamaji uzidi kufuatilia zaidi vipindi vyetu hivi vya Kitama Update Podcast, kwa sababu tutakuwa tunajifunza masuala ya kijamii, masuala ya kibiashara, masuala ya kiuongozi. Hatutamwacha mtu katika safari yetu hii. Ulikuwa na mimi Hudhaifa Bashiru, asante sana.